Roho iliyofanya makao ndani yako hufanya kazi kulingana na mapenzi ya kiongozi wake. Ikiwa roho iliyo ndani yako ni ya Mungu, itafanya kazi kulingana na mapenzi ya Mungu. Ikiwa roho iliyo ndani yako ni ya ulimwengu, itafanya kazi kulingana na mapenzi ya ulimwengu. Wakristo wa leo wamekosa kujua nabii wa Mungu na nabii wa ulimwengu. Wakristo wa leo wamekosa kujua nabii wa ulimwengu wa kiroho wa Mungu na nabii wa ulimwengu wa kiroho wa Shetani. Ile roho iliyo ndani yako ikiwa ni ya Mungu, unabii utakaotoka utafanya kazi kulingana na mapenzi ya Mungu, tena utakuwa wa kweli. Ikiwa roho iliyo ndani yako ni ya ulimwengu, unabii utakaotoa utafanya kazi kulingana na mapenzi ya ulimwengu, kwa sababu ulimwengu uko mikononi mwa Shetani. Unabii wa ulimwengu nyuma yake huwa na uovu. Unabii wa ulimwengu uchochea uovu, huwa chanzo cha kutokuwa na amani, kwa sababu anayeuongoza ulimwengu ni baba wa uongo ambaye ni Shetani. Kwa hivyo usipokuwa na roho wa Mungu, haimaanishi kwamba hautatoa unabii. Utatoa unabii, lakini utawakilisha ulimwengu wa giza. Ikiwa ni unabii wa Mungu, lazima utajua. Ikiwa ni unabii wa Roho Mtakatifu anayeishi ndani yako, lazima utajua, kwa sababu ni lazima ije na ipite na itowe njia. Unabii unaotolewa na Roho Mtakatifu, unabii unaotolewa na mtu aliye na Roho Mtakatifu, lazima uwe chanzo cha amani, uwe chanzo cha njia, uwe chanzo cha uzima, kwa sababu ni Mungu ndiye anayekuongelesha. Kwa nini usiku hizi wahuduma wengi wanapotoa unabii unakuwa chanzo cha vita, unakuwa chanzo cha migogoro? Kwa sababu gani? Roho zilizo ndani yao ni za ulimwengu. Ile roho ambayo inamuongelesha si ya Mungu. Ile roho ambayo inamuongelesha ni ya ulimwengu, lakini kwa sababu hajui njia za kiroho, anasema ni roho wa Mungu ameniongelesha. Wakristo wa leo wanatumia roho ya ulimwengu kutoa unabii, wakidhani kwamba ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu aliahidiwa kwa kila mmoja, lakini usipokuwa mtendaji wa neno, hauwezi kumpokea Roho Mtakatifu. Lakini ni mapenzi ya Mungu kila muamini apokee Roho Mtakatifu, lakini usipokuwa mtendaji wa neno, huwezi kumpokea Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Wakristo wa leo wanatoa unabii wa ulimwengu wa giza, kwa sababu roho zilizo ndani yao ni za ulimwengu. Ikiwa roho iliyo ndani mwako ni ya Mungu, itatoa unabii kulingana na mapenzi ya Mungu. Ikiwa roho iliyo ndani mwako ni ya ulimwengu, itatoa unabii kulingana na mapenzi ya ulimwengu. Unabii ulioutoa haukuwa Roho Mtakatifu, ilikuwa roho ya ulimwengu. Ndiyo maana umesababisha migogoro, umesababisha vita. Wachungaji wa leo wanatoa unabii kulingana na mapenzi ya ulimwengu. Wanatoa unabii kulingana na tamaa zao wenyewe, wakisema kuwa ni Roho Mtakatifu ndiye amewaongelesha. Ikiwa wewe si mtendaji wa neno, upende usipende,
roho itakaokaa ndani yako ni ya ulimwengu. Haina haja uongee mambo mengi, haina haja uangalie huku na kule. Ikiwa wewe si mtendaji wa neno, ni msikiaji tu wa neno, roho itakaofanya makao ndani yako ni ya ulimwengu. Ikiwa roho iliyo ndani mwako ni ya ulimwengu, usitarajie kupokea unabii wa ulimwengu wa kiroho wa Mungu. Wakristo wa leo, wachungaji wa leo wanatoa unabii wa uongo kwa sababu roho iliyo ndani mwao ni ya ulimwengu. Wanatoa unabii kulingana na tamaa zao hao wenyewe, wakisema kwamba Roho Mtakatifu ameniambia kwamba nije niwaambie mtoe sadaka ya maana ili Mungu awabariki. Unadanganya watu. Unabii unaoutoa ni wa uongo kwa sababu roho iliyo ndani yako ni ya ulimwengu. Wewe ni msikiaji wa neno. Mbona tulimpokonya mshirika bibi yake? Mbona wewe mchungaji unafanya vituko hivyo ukisema kwamba Roho Mtakatifu amekutuma? Kwani Roho Mtakatifu anakuagiza ukalale na bibi ya mtu? Kwani Roho Mtakatifu anakuagiza ukalawiti mtoto? Kwani Roho Mtakatifu anakuagiza ukaibe? Huyo si Roho Mtakatifu. Huyo ni roho wa ulimwengu. Umepoteza watu. Hata mafundisho unayofundisha ni ya roho wa ulimwengu. Ndiyo maana unazidi kuwafundisha na wanazidi kuwa wakora zaidi. Ikiwa wewe mchungaji uko na roho ya ulimwengu, usitarajie mwanao wa kiroho awe na Roho Mtakatifu, kwa sababu kile ambacho uko nacho hicho ndio wanapokea. Wewe uko na roho wa ulimwengu na unatarajia wanao wawe na Roho Mtakatifu. Ile roho ambayo iko ndani yako ndiyo itafanya kazi kulingana na mapenzi yake. Umepoteza watu wengi. Wewe wamekuamini kuwa wewe ni mchungaji, lakini unajua kabisa yale ambayo unayafanya hayampendezi Mungu, na kwa sababu hayampendezi Mungu, roho ya ulimwengu imeeka makao ndani yako. Unaendelea kusema wewe ni mtumishi wa Mungu. Wewe ni mtumishi wa shetani. Umejiita. Tamaa yako hiyo ni tamaa yako tu. Umepoteza watu wengi wewe. Umepoteza watu wengi. Unabii wako ni wa uongo. Unabii wako ni wa uongo. Unataka tu sadaka za watu. Unataka tu mali za watu. Fundisha watu njia za kiroho za kumtumikia Mungu ambaye aliwaumba ili uweze kuwaokoa. Mbona umeiba mali ya mshirika? Mbona ulimdanganya ukamtolea unabii wa uongo ili akubariki na gari? Mbona ulimdanganya ukasema mwaka ujao atapata mtoto? Mtoto yuko wapi? Wewe ni wa ulimwengu. Hakuna. Huyo si Roho Mtakatifu. Huyo ni roho mtakavitu. Huyo si Roho Mtakatifu. Huyo ni roho mtakavitu ambaye ni wa ulimwengu. Wachungaji bana, tupunguze. Tutafute Mungu. Ikiwa tuliipenda kazi ya Mungu, basi tutafute mtu ambaye yuko mbele zetu aweze kutufundisha mambo ya kiroho ili tuokoe nafsi za watu. Nabii umezidi. Waombezi hawa ndio wenye vituko. Waombezi wameifanya kuwa ni kazi yao. Uombezi siku hizi umekuwa ni kazi. Hawamhitaji Mungu hawa watu wanataka wema wa Mungu tu. Sikudanganyi, wamefanya vituko, nimekuwa nao. Najua yale mambo wanayoyafanya.
tafuta Mungu, utapokea hukumu, utaibisha uzao wako. Ikiwa wewe unasema ni mduma, lakini uko na roho ya ulimwengu, kama wewe hautaathirika, wewe uzao wako utaathirika. Ikiwa ulimwengu hautakuletea aibu, wewe uzao wako utapata aibu. Mbona unatumikia ulimwengu na unasema kwamba unamtumikia Mungu? Umedanganya wengi, umekula pesa za wengi, umepewa magari, lakini hivyo mbona umeleta hasara kwa ulimwengu? Umeleta hasara kwa Mungu, umeleta aibu kwa ulimwengu wa kiroho wa Mungu. Badilisha. Mungu anakupenda. Badilisha. Bado una nafasi kubwa. Badilisha. God bless you.